Kesi ya Tundu Lissu yaahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025. Kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu imeahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku mahakama hiyo ikimpa onyo kali Tundu Antipas Lissu kutamka maneno bila ruhusa ukumbini. Hakimu mkazi mkuu Franco Kiswaga ametoa uamuzi huo wakati shauri hilo lilipotajwa, ambapo upande wa jamhuri uliwasilishwa na jopo la mawakili wakiongozwa na Nasolo Katuga, huku utetezi ukiwakilishwa na Mpale Mpoki. Katika maelekezo yake, hakimu Kiswaga alisema hakuna ubishi kuwa mshtakiwa alitamka maneno ya no reform no election akiwa mahakamani. Kauli ile utafsiriwa na upande wa jamhuri kuwa ni kuzalau mahakama mara tu mahakama inapokaa inakuwa kamili kwa mujibu wa kifungu cha 6C. Hivyo hakuna aliyepaswa kuongea bila ruhusa na mshtakiwa hakupaswa kutoa kauli hiyo, alisema hakimu Kiswaga. Aidha, mahakama ilisisitiza kuwa ni marufuku kwa mtu yoyote, iwe ni mshtakiwa au msikilizaji wa kawaida, kuzungumza bila ruhusa ya mahakama. Hatua hiyo ni muhimu kuhakikisha mahakama inafanya kazi yake kwa kufuata sheria na si miemko ya mtu binafsi, alisema hakimu. Aidha, katika kesi hiyo Tundu Antipas Lissu anadaiwa kutenda kosa hilo Aprili 3 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, ambapo alidai kutoa maneno ya uchochezi kwa lengo la kushawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 pamoja na kushinikiza kiongozi mkuu wa serikali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu imeahirishwa hadi Juni 16 mwaka 2025 katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku mahakama ikimpa onyo kali Tundu Antipas Lissu kutamka maneno bila ruhusa ukumbini. Jeshi la polisi Mbeya lafunga makanisa 6 ya ufufuo. Jeshi la polisi mkoani Mbeya limetangaza rasmi kuyafunga makanisa 6 ya ufufuo wa uzima yaliyopo eneo la ZZK Mbalizi, mtaa wa Mnadani, Lujewa, wilaya Mbalali, wilaya ya Chunya, Rungwe na Kyela, ikiwa ni baada ya tamko la serikali la Juni 2 mwaka 2025 iliyotolewa na msajili Jumuiya ya Kiraia Tanzania iliyoagiza kufungwa kwa makanisa ya ufufuo wa uzima na kuyataka kutotoa huduma katika matawi yake yote yaliyopo nchi nzima. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya mwandamizi Benjamin Kuzaga ametoa taarifa hiyo. Amesema wanaendelea na ufuatiliaji ili kubaini uwepo wa makanisa hayo na kuchukua hatua, kwamba mpaka sasa wamekushaweka ulinzi ili kuhakikisha hakuna shughuli zozote zitakazofanyika kwenye makanisa hayo. Ni taarifa kutoka jijini Mbeya. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mbeya limetangaza kuyafunga makanisa 6 ya ufufuo wa uzima yaliyopo eneo la ZZK Mbalizi, mtaa Mnadani, Lujewa, wilaya Mbalali, wilaya ya Chunya, Rungwe na Kyela, ikiwa ni baada ya tamko la serikali la Juni 2 mwaka 2025 iliyotolewa na msajili wa Jumuiya ya Kiraia Tanzania iliyoagiza kufungwa kwa makanisa ya ufufuo wa uzima na kuyataka kutotoa huduma katika matawi yote yaliyopo nchi nzima. Na hatimaye serikali yatoa kauli watu milioni 1.5 Tanzania wanatumia ARV. Waziri wa Afya Jenista Mhagama amesema katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi kufikia Machi 2025 takwimu zinaonyesha watu milioni 1.5 kati waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza VVU sawa na 98%. Akitoa hotuba kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Mhagama amesema katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi kufikia Machi mwaka 2025 takwimu zinaonyesha kuwa jumla ya watu milioni 1.5 walikuwa wanatambua hali zao za maambukizi, ikiwa ni sawa na 90% wanaodaiwa kuishi na VVU nchini. 95% ya kwanza, watu milioni 1.5 kati ya waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameshaanza kutumia dawa za kufubaza VVU sawa na 98%.
Aidha, jumla ya vipimo vya kujua vingi vya VVU kwa wagonjwa walianza kutumia dawa vilifanya, ambapo vipimo vya wagonjwa sawa na 98% vilionyesha kuwa virusi vya ukimwi vimefubazwa kwa 95%. Hii ya tatu ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye waziri wa afya Jenista Mhagama amesema katika kipindi cha Julai mwaka 2024 hadi kufikia Machi mwaka 2025, takwimu zinaonyesha watu milioni 1.5 kati waliopima na kutambua hali zao za maambukizi ya VVU walikuwa wameanza kutumia dawa za kufubaza VVU sawa na 98%. Hatimaye serikali yalipa shilingi trilioni 10.19 kupunguza deni la serikali. Waziri wa fedha Daktari Mwigulu Nchemba amesema deni la serikali linaloendelea kuhudumiwa kufikia Aprili mwaka 2025, ambapo jumla shilingi trilioni 10.19 zimelipwa kwa notisi za madai ya deni lililoiva sawa na 84.8% ya lengo la mwaka. Akiwakilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma, Waziri Mwigulu Nchemba amesema kati ya kiasi hicho jumla ya malipo ya deni la ndani shilingi trilioni 6.01, ambapo riba ni shilingi trilioni 2.48 na mtaji ni shilingi trilioni 3.53 na deni la nje ni shilingi trilioni 4.18, riba ikiwa ni shilingi trilioni 1.62 na mtaji ni shilingi milioni 2.6. Aidha, waziri amefanya maboresho ya mfumo wa usimamizi wa takwimu za madeni CS Meridian na kuunganishwa na mfumo mingine ya usimamizi wa fedha za umma, ikiwemo mfumo wa Benki Kuu ya Tanzania CBS, GSS na mfumo wa uhasibu serikalini MUSE. Hatua hii imewezesha serikali kutoa taarifa za deni la serikali kwa shilingi ya Tanzania kwa wakati usahihi. Ni taarifa kutoka jijini Dodoma. Hatimaye waziri wa fedha Daktari Mwigulu Nchemba amesema deni la serikali linaloendelea kuhudumiwa kufikia Aprili mwaka 2025, ambapo jumla ya shilingi trilioni 10.19 zimelipwa kwa notisi za madai ya deni lililoiva sawa na 84.8% ya lengo la mwaka. Hatimaye aliyeua kichanga kamatwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Zulfa Mesut Mama mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata Tandika, wilaya Mtwara, kwa tuhuma za mauaji ya kichanga chenye jinsia ya kiume muda mchache baada ya kujifungua. Taarifa ya kaimu kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Mtaki Kajula imesema tukio hilo lilitokea majira saa 9 alasiri huko maeneo ya Tandika katika nyumba aliyokuwa anaishi mtuhumiwa, baada ya majirani kusikia sauti ya kitoto kichanga kikilia, na baada ya muda mfupi sauti hiyo kutosikika tena, waliamua kutoa taarifa katika kituo cha polisi Mtwara. Chanzo cha tukio hilo ni baada ya mtuhumiwa kuona anazidiwa na majukumu ya kulea mtoto, kwa kuwa kabla ya kichanga hicho kuzaliwa alikuwa na mtoto mwingine mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja na miezi mitatu ambaye bado ananyonya. Uchunguzi wa hali umebaini kuwa mtuhumiwa alijifungua salama. Baada ya kujifungua, alimchukua mtoto huyo ambaye alikuwa hai na kumweka kwenye ndoo ndogo yenye ujazo wa lita 10, kisha kumfunika na ndoo hiyo ambayo ilikuwa na mtoto ndani yake kwa kutumia mfuniko, kitendo kilichopelekea kichanga hicho kukosa hewa na hatimaye kufariki dunia. Uchunguzi wa tukio hilo utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Mwili wa mtoto huyo umehifadhiwa katika hospitali ya rufaa mkoa wa Mtwara Ligula kwa ajili ya uchunguzi wa kitibabu. Jeshi la polisi mkoa wa Mtwara linatoa wito kwa wananchi kutoendelea kutoa taarifa na kuendelea kutoa taarifa za vitendo vya ukatili ambavyo vimekuwa vikitokea katika maeneo yanayoishi wananchi kupitia viongozi wa serikali au mamlaka zinazohusika kisheria. Ni taarifa kutoka huko Mtwara. Hatimaye jeshi la polisi mkoani Mtwara linamshikilia mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Zulfa Mesut Mama mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa kata Tandika, wilaya ya Mtwara, kwa tuhuma za mauaji ya kichanga chenye jinsia ya kiume muda mchache baada ya kujifungua. Tundu Lissu arudishwa gerezani Ukonga. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeshindwa kuwasikiliza mashahidi 15
katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu baada ya jamhuri kufungua maombi kuhusu mashahidi. Kesi hiyo iliyotajwa kwa ajili ya kusikilizwa kwa ajili ya ushahidi mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Geoffrey Muini, ambaye ameahirisha kesi hiyo hadi Juni 16 mwaka 2025 kwa ajili ya kusikilizwa. Muini aliendelea kusema kuwa kwa mtazamo wangu vipo vifungu vinavyoniruhusu kuahirisha kesi hii. Pia busara zinaelekeza hivi. Ama kuna maombi mengine yanayoendelea na ahirisha kesi hii hadi Juni 16 mwaka 2025, alisema hakimu Muini. Awali wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga alisema shauri hilo lililoitishwa kwa ajili ya kusikilizwa, lakini wamefungua maombi mengine mahakamani hapo nambari 13198 ya mwaka 2025 juu ya kuomba kinga kwa baadhi ya mashahidi wao, hivyo wanaomba iwailishwe. Shauri hilo linakuja mbele yako kwa ajili ya kusikilizwa. Mshtakiwa yupo, ila upande wa jamhuri kupitia kifungu cha nambari 188 kifungu cha kwanza cha sheria mwenendo wa makosa ya jinai tumeleta maombi. Tumeyafanya mahakamani hapa. Tutataja majina na mazingira ya kesi, mwenendo wa sheria ambapo yanaweza kuathiri mwenendo wa shauri. Tulikuwa tunaomba kwamba mahakama yako iailishe shauri hili chini ya kifungu nambari 225 cha sheria na mwenendo wa mashauri ya jinai, kutoa nafasi ya maombi haya kwa jamhuri kuweza kuwasikilizwa na kutolewa maamuzi. Maamuzi yatakuwa yametupa mwanga na jinsi gani ya kwenda na hili shauri, hivyo ni busara mahakama ikatoa uahirisho. Kwa upande wake kiongozi wa jopo la mawakili wa utetezi Mpale Mpoki alisema mara ya mwisho wenzetu walisema wanakuja na mashahidi 15, lakini leo hii ameomba protection ya mashahidi. Hatujajua ni wapo wote 15 amala. Sidhani kama wenzetu wana nia ya dhati ya kuendelea na shauri hili, maana wale mashahidi ambao waliowataja wanatoa kinga wasitoe majina yao yasikilizwe kwa siri. Na msingi huo naomba nipinge kwa nguvu. Sina kupinga kuahirisha kesi. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imeshindwa kuwasikiliza mashahidi 15 katika kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara Tundu Antipas Lissu baada ya jamhuri kufungua maombi kuhusu mashahidi.